huku na Marekani mwaka jana, Canada kwa mara ya kwanza alienda China kufanya negotiation ya makubaliano ya kibiashara, kitu ambacho ni pigo na anguko kubwa sana kwa Marekani. Ufaransa kupitia kwa Emmanuel Macron alisema kwamba hivi, sisi tunawakaribisha wa China siku tuletea product, walete ule ujuzi wao waulete Ulaya, sio tuuzie sisi product, walete ule ujuzi hapa, watengenezee hapa. Tayari hilo ni anguko kubwa sana kwa nchi kama Marekani. Yaani ukiona petrodola inapoteza thamani kwenye biashara kubwa ya gas na mafuta, Marekani kaisha. Marekani atakuwa ameisha. Na hili sio mara ya kwanza. Sarafu zote, yani nchi zote, mikakati ambayo ilikuwa inatumika kuanguka ni kudharau nchi ndogo. Mongali ilianguka sababu ya kudharau hivyo hivyo. Rome ilianguka masiara tu. Ilianguka masiara. Greece, Ugiriki ilianguka kama masiara. Ilianguka kama masiara. Ujerumani ilianza kupoteza nguvu 1884 wakati unakuja kwenye mgawano wa kuigawa Afrika. Kurudi, yani hizi dola zote ambazo zimetawala dunia zilikuwa zinatumia nguvu, ubabe. Sasa kile inapokuja policy ya kumaintain amani duniani, dola moja inaanguka. Ndio mfumo jinsi ulivyo. Soviet Union hivyo ilianguka kwa kuleta peace duniani. Kila mtu heshima mipaka yake, kila nchi zijitawale. Soviet Union ikaanguka. Marekani akachukua kwa propaganda yake. Tena wanamrudisha kwenye mfumo ule. Dunia tunataka amani. Ndio maana unaona hata Spain walisema mmetuingiza kwenye vita vingi sana ambavyo tumepigana bila kuwa na uhakika. Na kizingizio ilikuwa ni uraniums na hizo za kutengenezea silaha za nuclear. Tunaenda ndani tunakuta hakuna. Tumefanya hivyo Iraq, Syria, Pakistan, tumefanya hivyo Sudani, tumefanya hivyo Somali, tumeenda Libya. Hakuna kitu. Hatuwezi kuendelea hivyo. Amani ni bora kuliko kila kitu. Twende kwenye meza. Dola ikaanguka. Ndio hii wanamrudishia ya Marekani. Ndio maana unaona nchi zote zilimkana. Na kama Marekani akikubali kuingia kwenye peacemaker kwa kutaka matakwa ya Iran yatimilike, ameanguka. Hataanguka leo, kesho, lakini ndani ya miaka atapoteza. Kitendo ya nguvu ya dola kushuka kutoka kwenye 71 kuja kwenye 57 kuanzia mwaka 2000 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 4 2026. Hii inakupa picha kwamba tayari nguvu ya dola inaenda kupotea. Na ukiangalia saizi mtu wa mikopo duniani ya bei nafuu ni Mchina, Mrussia na South Korea. Hizi ndizo nchi ambazo nchi nyingi maskini, the third world countries, wanaenda. Anakupa mkopo wa bei nafuu bila kukubana. Ulaya wamekimbia, Marekani wamekimbia. Tuna hii triangle. Hii triangle kuna Marekani hapa, kuna Ulaya hapa, alafu kuna BRICS hapa ambayo inatengeneza China, India, Brazil, South Africa pamoja na Russia. Alafu kuna umoja wa Ulaya hapa plus UK. Alafu huku juu kuna United States of America. Kama ukwenda Marekani lazima uje Ulaya ama uende BRICS. Sasa BRICS katika hawa watu katika hizi engo tatu, BRICS ndio nchi ambazo zinatoa mkopo kwa bei nafuu, alafu kwa masharti nafuu pia. Ndio maana umeona nchi nyingi maskini zinakimbilia deni huku. Sasa kwa nini? Kwa sababu wanataka kubalance kwamba ili uweze kutawala dunia
lazima uwe na washirika wanachama wengi ambao wewe wanakuunga mkono. Sasa kitendo hichi cha Marekani kupoteza nguvu ya ushawishi kwa wanachama wake na nguvu ya ushawishi kuingiza wanachama wapya inampa chansi Mchinese kuwa superpower, akiwa huku analindwa na Mrashia. Mrashia anamsupport sana Mchina bega to bega. Sio kwamba Mrashia hataki kutawala dunia, yani tawala akaanguka na aliona mistake wapi aliangukia. Sasa anampeleka Mchina mbele kwa sababu anajua China saizi ameovertake kiteknolojia. China yuko mbali sana, nguvu ya ushawishi China iko mbali sana. Ukichukulia nchi saizi ambazo zinatembelewa kwa wingi na wafanyabiashara wakubwa, wakati na wadogo, wakati na wakubwa, ni China saizi, na China ndio inatoa fursa kwa wafanyabiashara wa aina zote kuweza kufanikiwa. Kwa hiyo Mchinese saizi ana nguvu ya ushawishi kuliko Marekani, na kule inafanyika biashara it's okay, lakini yuan ndio namba moja. Sasa nguvu ya dola ikipotea kwenye petrodola, Marekani tayari nguvu yake kuisha mchezo. Na ndio maana unaona wako wanajikita sana na digital currency, kwa sababu wanajua kabisa wakienda kwenye hizi physical currency pesa yao inaendelea kupotea. Sasa anguko la Marekani linaanza kwenye nguvu ya ushawishi, alafu linaanza kwenye masuala ya uuzaji na kununua bidhaa kwa kutumia dola. Sasa hii ndivyo utawala ambazo zilizopita zilianguka. Kwanza zilianza kupoteza nguvu ya ushawishi. Greece, Ugiriki, ndio nchi ya kwanza kwa civilized Ulaya nzima ni Greece. Na ndio maana unaona masomo yote, the technical words nasikia tu ni Greek. Wao waliamka kitambo. Sasa walifeli kupoteza nguvu ya ushawishi, kuitoa kwa watu waweze kushawishika, ikapotea. Wakadina na biashara ya uvuvi, wakashindwa kuendana na kasi ya dunia. Mjerumani the same. Mwingereza the same. Rome the same. Mrashia the same. Sasa tunapokwenda kwenye mabadiliko ya utawala bora, haki na sheria itumike, waga superpower moja inaanguka chini, anaingia mtu mwingine. Sasa kama Marekani atakubali kuingia kwenye mkakati ya kufata haki na sheria, ameanguka, na sidhani kama itakubalika. Tunasubiria kikao hiki ambacho kitafanyika kuanzia kesho Jumamosi, leo Jumamosi, kwa sababu jana Ijumaa tarehe 10 Iran wamefika Islamabad, mji mkuu wa Pakistan. I think muda mchache leo saa 11 Marekani naye ataingiza watu wake na meeting itaanza kama kawaida. Lakini mashambulio ya Iran dhidi ya Israel yaliendelea mpaka jana tarehe 10. So mimi nashukuru sana ndugu zanguni kwa wote ambao tulikuwa kwenye pamoja katika msaka huu wa vita, na tutaendelea kuwapa habari kama kawaida. Asanteni sana.